Akasema Mutarrif, la an abita naiman wa asbaha nadiman khairun li wa afdal min an abita qaiman wa asbaha mu'jaban. Huyu Mutarrif asema, mimi kuwa nitalala usiku nisifanye ibada yoyote, niamke usubuhi na majuto, kwangu ni bora kuliko kukesha kwa ibada ya sala alafu usubuhi nikiamka niamke na kujiona. Hao wameelewa maana ya ujub. Asema ni bora kwangu nilale nisifanye ibada yoyote, lakini usubuhi nikiamka najuta, kuliko nisilale nifanye ibada, usubuhi nikiamka nimeamka najisikia na najiona kwa mimi ni mwema. Bal dhambi hii au maradhi haya humvuta mja mpaka humpeleka kwenye ukafiri, kama alivyokuwa Iblisul La'in. Iblis alikuwa na majivuno na alijiona kwa sababu ya ibada zake nyingi, kwa sababu ya kuabudu sana kwake Mungu, mpaka kuja kuweko karibu na malaika akapatwa na ujub, jambo lilompelekea kukataa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hili jambo humpelekea mtu mpaka kwenye ukafiri, tena bila ya kufahamu. Ama tukenda kwenye nukta ya pili ya kueleza alama zake, alama zake ni kama zinazofuata. Madhahirul ujub. Alama ya kwanza, na mara nyingi hupenda mimi kila maradhi kuzungumza a'rad, hii humpa mtu mawaidha mubashir, moja kwa moja. Hivi tukaeleza a'rad peke yake, kila mmoja atataka kuuliza dawa yake nini, kwa sababu kila aliye hapa huwa ashapata nafasi ya kujijua yeye mwenyewe yuko kwenye tabia hiyo ama hayuko kwenye tabia hiyo. Na ndiyo makusudio ya hizi khutba za Ijumaa, mihadharat, si maneno, ni mambo huambiana sisi kwa sisi, hujiambia mimi mwenyewe na kuambiana sisi. Hakuna faida ya mtu asikilize khutba akitoka aseme nilikuwa nashambuliwa mimi. Wallahi kama hii khutba ilikuwa ya kuponda wewe, basi la kufanya njoo unipe mkono unaambie jazakallah khair, leo umenikumbusha. Ndio msimamo muislamu utakiwavo, sio udhike kwamba amenishambulia mimi. Hapa ninapozungumza sizungumzii majiwe, wala siko mbele yenu kuwa na wazungumzia binadamu wengine. Mimi najizungumzia mimi na nyinyi, na haya maradhi ni yangu mimi na nyinyi, sote tuko nayo haya maradhi. Kwa hiyo a'radhi hizi tunapoeleza, kila mmoja wetu yuwajijua kama yeye yumo ama hayumo. Mwenyezi Mungu atusamehe sote na tuepushie maradhi kama haya. Jambo la kwanza miongoni mwa alama za mtu mwenye maradhi ya ujub, raddul haq wa ihtiqarun nas, ni kukataa haki na kudharau watu. Haki yuiregesha, na ni mtu wa kudharau watu. La yahtarimu ahadan, hamuheshimu yoyote namna mtu atakavyokuwa, kwa sababu yeye yajiona yeye ndiye aliyekamilika, yeye ndiye mwema, yeye ndiye mzuri. Hii ni alama ya kwanza. Alama ya pili, adamu istisharatul uqala wal fudala. Mtu mwenye tabia ya ujubu hataki ushauri, hana time ya kutaka ushauri kwa wanazuoni wala kwa wenye akili wala kwa watu wenye fadla, hana wakati huo. La yastashiru ahadan, amshauri nani na hamuoni mbora kumliko, amwende nani na hamuoni mwenye ilmu kumliko. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa alama zake. Jambo la tatu, istidhamu taa wa istiktharuha. Jambo lake huona mkubwa amemfanyia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huona ana amali kubwa na ana matendo mengi. Alama ya nne, atafakhuru bil ilmi wal mubaha, hujifakharisha na ilmu na kujidai mbele za watu kwamba yeye ni alim na akajifakharisha na ilmu kama ile. Alama ya tano, taammud mukhalafat an-nas tarafu'an, hukusudia sangine kuwakhalifu watu wanavyofanya kwa ajili ya kutaka kujiinua. Atakwenda tofauti kusudi na watu ili aonekaniwe yeye ni insan mutamayiz, unique, yani kwa kipekee yake. Hii ni miongoni mwa alama zake. At-taqlil min sha'n al-ulama wal atqiya, siku zote miongoni mwa tabia zake huyu bwana huwatweza wanazuoni na wasomi, huwafanya ni watu hawana maana na kuwadharau. Madhu nafs, miongoni mwa alama za mtu mwenye ujub, hupenda kujisifu nafsi yake. Mimi nimefanya nimesema mimi kadha kadha wa hakadha. Akizungumza nafsi yake madah, akizungumzia watu huwaponda, waovu, mmepotea, mmeharibika, mmefanya hivi wa hakadha. Ni miongoni mwa alama za mtu mwenye ujub.
Alama ya 8, nisyanu dhunub wa istiqlaliha, husahau madhambi yake na kuyafanya anayofanya pia ni kidogo, kwa hiyo huyasahau madhambi yake na akayafanya ni kidogo. Alama ya 9, alfutur an taa, huwa mvivu kufanya ibada. Ukija ukimwangalia hata si mtu wa ibada, hana ibada, mvivu. Lidhannihi, kwa kudhania kwake kwamba yeye wasala ila haddi alkamal, kwa kuwa yeye amekamilika. Alama ya 10, ihtiqaru al-usa wal-fusaq wa adami da'watihim birrifqi wal-lin, huwa dharau wale wanaofanya madhambi na waliokosea, wala hendi akawafanyia da'wa kwa upole na utaratibu, huwa dharau. Jambo la 11, naqad akhta an-nas wa nisyanu nafsi, huponda makosa ya watu na akajisahau nafsi yake. Hizi ni a'rad za mtu mwenye maradhi ya ujub. Mwenyezi Mungu atuafu nao ya Rabb. Ama khatari yake, ndugu zangu Waislamu, khatari yake ni kwamba amali hii au tendo hili la moyo bovu au maradhi haya humporomoshea mja matendo yake, humfutia mja thawabu zake, kama ilivyokuja kwenye mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Rawa al-Imam Muslim, Imam Muslim ametupokelea hadith ya kwamba bwana mmoja daia katika wana wa Israeli alikuwa akienda kumpa da'wa rafiki yake ambaye alikuwa ni mtu fajir. Basi akaenda akimkumbusha Mwenyezi Mungu. Yule bwana kwa uovu wake na madhambi yake alikuwa akimwambia, ilaika anni, achana na mimi, abu isa ilayya raqiban, yani wewe umetumwa kuja kunilinda mimi, achana na mimi. Na hii ni lugha mara nyingi ya wale ambao huwa hawajapata hidayah. Sasa huyu bwana ili awe na msimamo wa mtu daia wa kikweli na mwenye busara na mwenye rahma na mwenye upole na mwenye subra zilimtoka. Kwa siku ya 3 akamwambia yule bwana, huyu daia sasa mwana wa Bani Israeli, alimwambia yule anayefanya madhambi na anayeasi, wallahi, tena aliapa, wallahi la yaghfirullahu lak, wallahi Mwenyezi Mungu hakusamehe. Toka lini mwanadamu ataingilia kwenye kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala? Nani aliyempa kibali yeye cha kumwambia binadamu mwenzake wakati yeye mwenyewe hajijui kuwa wewe hutosamehewa tena baada ya kiapo, wallahi Mwenyezi Mungu hakusamehe? Basi Mtume asema, Mwenyezi Mungu akasema jalla jalaluhu, man dha alladhi yataalla alayya alla ughfira li fulan, nani huyu aliyejikuuza kwangu na kudai kwa mimi sitomsamehe fulani? Laqad ghafartu lahu, basi nimemsamehe. Wa ahbattu amalak, na matendo yako wewe nimekuporomoshea, huna hata moja nitakalo likubali. Hii yote imeletwa na kujiona yeye na wema wake, kiasi cha kwamba tayari kuwahukumia watu uovu, kuwahukumia watu dhambi, na kwamba hawatasamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Muangalieni mwisho wake lilimfikisha wapi. Asema Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa kathiran ma yuqranu ar-riya bil-ujub. Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah asema mara nyingi huambatanishwa mambo mawili haya, riya na ujub, na kujiona. Kisha akaeleza akasema, فالرياء من باب الإشراك بالخلق والعجب من باب الإشراك بالنفس. Ria ni mlango wa ushirikina kwa watu, maanake unapofanya ibada ukawa washirikisha na watu wengine wakuone wakusifu, ndio ikaitwa ria. Na ujub nao ni mlango wa shirki baina ya mja na nafsi yake. Shirki huwa wewe wafanya ibada kwa ajili ya nafsi yako, maanake ukajiona na ukajisikia. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema kwenye Qur'ani, iyyaka na'budu, kisha baadaye akasema wa iyyaka nasta'in. Asema falmurai la yuhaqqiqu qawlahu ta'ala iyyaka na'bud, mwenye kujionyesha siku zote katika ibada zake, kwenye maneno yake, hahakikishi neno hili kwenye kusoma kwake, iyyaka na'budu. Unaposema hivi huombe Mwenyezi Mungu peke yako utakuabudu, lakini mwenye kufanya ria, neno hili halitekelezi litakiwavo. Aya hii haifuati itakiwavo, kwa sababu husema tu iyyaka na'budu, na huku ana watu wengine atakawamuone ama awajionyesha kwao. Na huyu naye mwenye kusema yani mu'jibun binafsi, mwenye kujiona, naye yuko mbali na aya hii iyyaka nasta'in. Yani iyyaka nasta'in, tunataka msaada kwako peke yako, na fil hali yeye kila analolifanya yuaona yuajifanya kwa nafsi yake yeye mwenyewe, wala si msaada wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo
yoyote anayetaka kuwa awe mbali na mtu wa riya, lazima kupatikaniwe tahqiq wa iyyaka na'budu, na yoyote ambaye ataka awe mbali na